Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ndugu yangu mpenzi, fuatiliana na mimi katika vipindi vyetu mfululizo vinavyoweza kufuatia katika ule ujuzi na utaalamu wa kimasomo. Sasa leo mimi kuna jambo ninalokufundisha. Unapotaka kufanya jambo lako, unapoazimia kufanya jambo lako, basi uazimie kwa dhati na uazimie kwa maksudi, uweze kujua kabisa ni nini unachokifanya. Leo nitakufundisha jinsi ya utabiri unaoweza kujitabiria na mambo yako kabla hujafanya jambo lolote, liwe jambo la biashara au jambo lingine. Kwa hiyo ndugu zangu, wanafunzi wangu, nitaomba mfuatane na mimi mpaka hapo nitakapoweza kukueleza jambo. Leo tunavyo viboksi viwili. Mjue kabisa katika hii dunia mwezi kwa wastani wa tarehe ya Kiarabu una siku 30, hauna 31. Hii 31 ni kizungu. Una 29 wa 30. Sasa leo mimi nataka kukuonyesha ni jinsi gani na unapoijua jambo lako kwamba siku hii ya leo nataka nifanye biashara. Nitafanyaje hii biashara na itakuwa katika mtindo gani? Ninakuletea hizi boksi mbili. Hizi boksi zina namba 1, 2, 3, 4, 5. Hii ni 5. Ina maana kwenda huko inakuwa 10, kuja hapa inakuwa 10, kuja huku inakuwa 10. Yaani jumla inakuwa ni 30. Lakini wakati huo tunakuja tunaikata katikati. Yaani unakata 1, 2, 3, 4, 5. Kwa kufuata hizi tarehe 30 ambayo ni tarehe ya Kiarabu, ndio hii tunaiweza kuingiza katika hizi tarehe zetu. Sasa unapokata namna hii katikati, unaanza katika kila chumba kuanzia kulia unakwenda kushoto, unaanza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hiyo tayari 10 ya juu imekwisha. Inaanza 11 inakwenda mpaka 20, inaanza 21 inakuja mpaka 30. Ukiangalia unakuta hapo kuna 00, hapa kuna 99, hapa kuna 88, hapa 77, 66, 55, 44, 33, 22, 11. Sasa ni jinsi gani wewe utaweza kuipata hesabu hii ya kuweza kuelewa kwamba mambo yako yanakwendaje? Utaandika jina lako. Kwa mfano wewe unaitwa Idrisa. Kwa lugha ya Kiswahili tu kama ilivyokuwa kawaida, Idrisa. Wewe unaitwa Idrisa, baba yako anaitwa nani? Tuseme anaitwa Juma. Idrisa Juma. Sasa na leo hii ni siku gani? Mfano leo inaweza kuwa Jumamosi. Sasa unapomaliza kuandika mambo hizi herufi, unaanza kutia nia ya kile jambo ambalo wewe unakuwa unahirimia katika kutaka kuliendea. Nimejaribu kuandika kwa ufupi kwamba ni mafanikio au hasara. Wakati mwingine ukiwa peke yako unaweza kusema ni ndoa au si ndoa. Hii ya kulia mara nyingi inakuwa ndio yenye kuonyesha mafanikio, kwamba una mafanikio gani. Hii kushoto hii inaonyesha kabisa kwamba ni hasara. Siku zote mtu anapokea fedha kwa mkono wa kulia, siku zote mtu anakula kwa mkono wa kulia, siku zote mtu anasalimia kwa mkono wa kulia. Kwa hiyo huu ni wenye kheri, huku kunakuwa ni shari. Hapo unaweza hivyo ukaandika shari kwa ajili ya kushoto, hapo ukaandika kheri. Yote inategemea na wewe ni jinsi gani ambavyo unataka kuhesabu. Sasa tunarudi katika hesabu yetu. Hesabu hii inakuonyesha unaanza kuhesabu moja moja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hii inatuambia ni 18. Sasa katika ile nia uliyokuwa umeweka, utaangalia katika hii 18 imekaa upande gani. Unakuja unajikuta jambo lililokuwa unataka kulifanya linaashiria kwamba utapata hasara. Kwa hiyo kama ni hilo jambo badilisha mwelekeo wake, au jipange upya, au anza tu namna gani ya kuweza kuleta maombi. Hii ni moja katika hii niliyokwisha kuelekeza. Kwa mfano kuna mtu kwa ufupi tu anaitwa Idi, baba anaitwa Saidi. Tuichukue hivyo muweze kuangalia kwamba mambo haya yanakuaje. Halafu siku yenyewe tuichukulie kama ni Jumatatu. Yote utapata hesabu katika namna utakayokuwa unakwenda. Hii unahesabu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Unaitafuta 16 huku, bado unajikuta kwamba ni hii hapa inalalamika ni kwenye hasara. Wakati ni kwamba hii itakuwa hiyo shughuli utakayoifanya kwa siku hiyo utakuwa unapata hasara. Kwa hiyo ndugu yangu
mwenye kutaka kuniuliza swali au anataka kufahamu namna gani, wewe mwanafunzi wangu, namba zangu za simu ni 0749767649. Hii ina WhatsApp pamoja na nini. Njoo karibu niweze kukufundisha kwa wewe mlimwengu. Wewe mwanafunzi wangu wa darasani, endelea kuyakariri haya. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.